My today's message itatoka kwenye kitabu cha 1 Kings. Tutakuwa na masomo mawili siku ya leo. 1 Kings 17 and verse 9. And my topic today ni chosen for deliverance. Chosen for deliverance. Yani umeteuliwa kwa sababu ya ukombozi. That is my topic today. Chosen for deliverance. Fungua nami kwenye kitabu Wafalme wa Kwanza mstari wa 9. The Bible says, sometime later the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, go at once at Zarephath to the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So then he went to Zarephath. When he came to the gate town, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread. Verse 12. As surely as the Lord your God lives, she replied, I do not have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make meal for myself and my son, that we may eat and die. Verse 13, Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you have said, but first make a small loaf of bread. And nataka uangalie the name small. For me, from what you have to, and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord God of Israel says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry, until the day of the Lord sends rain in the land. She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. I repeat again. So, verse 15. So she went and did as Elijah had told her. So there was food every day. Number 1, for Elijah, for the woman and her family. Verse 16. For the jar of flour did not use up, and the jug of oil did not run dry, and keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Leo nazungumzia chosen for deliverance. Yani Mungu ametazama na amekuona kwamba wewe ndiye ambaye atakayeteua kwa sababu ya ukombozi wake. Bwana Yesu asifiwe. Yani Mungu amekuona wewe ni chombo tosha cha kuleta ukombozi, sio tu katika hali yako, lakini ukombozi kwa watu wote. Kwa watu ambao unawapenda, kwa watu ambao pengine ni wa nje. Wewe ukijitazama uone kama umetosha, lakini ni wewe ambaye Mungu ameteua kuleta ukombozi. There is something I want to tell you, church. Our God is not a respecter of persons. Mungu haangalii kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumzia mtu ameketi chini mahali hapa, lakini jawabu la maisha kama
sio kwake, pengine kwa familia yake. Kama sio familia yake, pengine kwa taifa lake. Kama sio kwa taifa lake, pengine kwa dunia yote. Kuna mtu ameketi chini ya upako wa sauti hii, na wewe ndiye Mungu anatazama. Wewe ndiye Mungu ameteua. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani yako, mwambie umeteuliwa. Bwana Yesu asifiwe. You are chosen. Waweza kuangalia mbali sana, lakini ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe ambaye Mungu amekuweka chini ya upako wa sauti hii. Ni wewe umeteuliwa. Leo nazungumzia mtu ambaye ameteuliwa. Leo nazungumzia mtu ambaye pengine ako katika hali yake, lakini ni wewe umeteuliwa. Nataka uone mtu ambaye ameteuliwa akaweze kumlisha mtumishi wa Mungu. Neno la Mungu nasema ya kwamba Mungu akamwambia Elijah, nataka utoke mahali uliko, uende katika mji wa Zarefath, kwa maana mahali pale, look the word of God, I have commanded a widow to feed you. Yani Mungu ameweka amri, ameamrisha mama ambaye ni mjane kulisha mtumishi wake. Sasa hapa ndipo natakanga tunaingia Bible study. Bwana Yesu asifiwe. Ujiulize swali moja nzuri. Yule ambaye anatumwa na yule ambaye Mungu amecommand aweze kumlisha mtumishi wake ni mtu wa aina gani? Hiyo ni swali la kujiuliza. Na kama utaambiwa toka hapa uende na manga, kwa maana nimeamrisha mtu aweze kusimama na wewe katika kipindi chako, na sio wiki moja, sio mwezi moja, sio mwaka moja. Ningetaka ujiulize swali, kama ni wewe umeambiwa, ungefikiria ni mtu wa aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Ninaona ukitazama kwa mawazo yako, naona Elijah akisema hata kama ni mjane, lazima awe ni mama ambaye ni tajiri. Kwa maana yule ambaye mama alitokwa na damu, Biblia inasema kwamba alikuwa ni mama tajiri. Na Biblia inasema kwamba alitumia utajiri wake wote akijaribu kutafuta uponyaji, na ikawa kwamba mpaka utajiri wake utaisha. Hiyo ni Biblia inasema. Nataka uone yule mama ambaye alimpaka Yesu mafuta. The Bible says alikuja na mafuta ya bei ghali, mafuta ambayo yule ambaye alikuwa ni treasurer, anaitwa nani huyu? Judas. Alipotazama akapiga makelele, akasema mafuta haya yangeweza kulisha masikini hata mwaka mzima. Kwa hivyo yule mama alinunua mafuta ya bei ghali, ni kumaanisha alikuwa na uwezo. Kwa hivyo naona mawazo ya mtu anapoambiwa enda, I have commanded a widow. Pengine Elijah alifikiria atakuta mama ako na bungalow, alifikiria atakuta mama ako na Prado, alifikiria atapata a widow, but very rich widow. But the Bible says alipofika katika lango la ule mji, akakuta mama. Yule mama anarokota vijiti. I want you to get the difference between sticks and firewood. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati tulikuwa tunahitaji kuchukua firewood, nakumbuka mama yetu akituambia tuchukue shoka, tunaenda tumefuatana mabrothers wanne, kwa maana tulikuwa tumefuatana vile, na tunakata mti mkubwa. Mama yetu anatusaidia, anajua kupasua vizuri, na tunapasua mti. Huyo ndio inaitwa firewood. Na ule mti ukianguka, tunapasua, anatufungia, tunapandisha mlima, especially wakati shule zimefungwa. Tunaweka kuni mahali ambapo pametengenezwa pa kuni mpaka inafika level
na mama anasema basi sasa mmekata kuni ya full term. Hiyo ndio inaitwa firewood. Lakini pia nilikuwa naona huko kwetu kuna wale ambao walikuwa katika hali ya chini na waliruhusiwa. Wanakuja naambia mama, nisaidie nichukue tu miti tudogo kabla nikate kuni, nimechelewa. Mama anamwambia ingia kwa miti. Huyo mama haruhusiwi kukata mti mkubwa. Yule mama anachukua vijiti ambazo zimeanguka kwa miti, zile zimekauka. Anachukua tu vijiti, anarokota tu vijiti, na disadvantage ya vijiti ni kwamba haiwezi kufanya githeri ungue. Kwa hivyo kijiti ama vijiti za kupika chakula right. Lakini chakula zile zinakaa kwa muda mrefu, vijiti zitaisha kabla chakula hakijaiva. I want you to see the state of this woman. Hakuenda kufetch firewood, lakini alienda kufetch sticks. Akachagua vijiti. And the Bible says Elijah akamtazama. Mama ambaye ako commanded ni mama ambaye anaokota vijiti. Number 1 qualities za ule mama. Bwana Yesu asifiwe. Na ili nisiwache chochote, nataka tuone the qualities of this widow. Number 1, the quality of this helper. She was a widow. Ni mama ambaye amevunjika moyo, alikuwa na mume lakini mume akaaga. That is number 1 quality of the person ambaye amekomandiwa na Mungu. I'll come there. Number 2, alikuwa ni mama ambaye number 1 she was a widow, and number 2 had only 1 son. Hakuwa na watoto wengi. Kwa hivyo ni mama ambaye ameondokiwa na mke na mume, alafu kisha kuna comfort of only 1 son. And you know what happened to another widow aliyekuwa na mtoto mmoja? And number 3, she was poor. And why poor? Kwa sababu yule mama anapoambiwa niletee mkate, anasema mtumishi wa Mungu, mimi nimebakisha kaunga kadogo tu, nimebakisha tumafuta tudogo tu, nipike hii mkate na huyu tumafuta tule na huyu mwanangu tufe. Kwa hivyo she was poor, she had nothing, but it is the one that God has commanded to feed his servant. Ayaya, Bwana Yesu asifiwe. I want to tell you, God has chosen you. Amen. It doesn't matter your status, you are chosen. Hallelujah. Amen. And number 4, she was gathering sticks, not firewood. That is a state of hopelessness. Yani alikuwa yeye kazi yake ni kurokota kuni tu vijiti, wacha nitute tu vijiti, lakini sio kuni. Ni kuonyeshana hali ya ule mama ilikuwa ni hali ya hopelessness. Lakini mtumishi wa Mungu amemwambia, enda unitengenezee mkate. Huyo ni mtumishi wa Mungu. Naye Mungu amemwambia, enda mahali pale, kwa maana nimeamuru mjane. Bwana Yesu asifiwe. I have commanded a widow. Let me speak to somebody today. God has commanded you despite your situation. Ni wewe ambaye umeamrishwa. Lakini kuna kitu ambacho kilifanyika hapa. Wakati ambapo aliambiwa niletee mkate, akanena moyo wake wote. Yaani akaongea imtoke. Kitu cha kwanza nataka uone tabia ya huyu mama. Alipoambiwa niletee maji nikunywe, yule mama alitii. Kwa hivyo hakuwa mchoyo, akatoka kwenda kuchukua maji. Alipokuwa akienda, sauti ya pili ikamfikia akienda. Akaambiwa pia nifanyie mkate mdogo nikaweze kula. Na hapo ndipo akarejea na akatoa moyo wake na akasema vile hali yake ilivyo. Lakini mtumishi wa Mungu akamwambia, enda ukafanye kama vile ambavyo umesema. Tengeneza huo mkate, tumia hiyo mafuta madogo, kwa sababu hivi ndivyo Bwana anasema, ukimaliza umake sure umeniletea mkate mdogo wa kwanza.
hapa kuna kitu ambacho kimekuwa specific. Usitengeneze, kwanza ufanye protocol. Protocol ya mama, chakula ikiiva ni kupatia mtoto, kwa maana mtoto ako na njaa na kumbuka amebakisha kidogo. Protocol ya pili, akule mtoto akishiba. Walikuwa tu ni wawili, lakini hapa kumeingia protocol nyingine, mkate ambao utakuwa wa kwanza. Hata kama kijana na meza mate, hata kama kijana ako na njaa, mkate wa kwanza niletee. Bwana Yesu asifiwe. Uniletee mkate wa kwanza, kwa maana neno la Mungu lasema hiyo unga haitaisha, yale mafuta hayataisha mpaka kiangazi kitakapokwisha. Number one thing ambayo wewe umeamrishwa na Mungu, ambayo itakufanya destiny yako ibadilike, ni kutii. God will like you just to obey. Kile ambacho Mungu amekuambia, Mungu anataka ukawe mtu tu wa kutii. Yule mama, kilichobadilisha maisha yake, despite her hopelessness, despite her poverty, despite mtu ambaye amefika mwisho, yeye kwake anaona kifo, haoni maisha zaidi ya hiyo unga. Lakini kulikuwa na quality moja nzuri kwake, alikuwa mtiifu. Alikuwa mtu wa kutii sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nimetumwa na Roho wa Mungu nikuambie hivi, wewe umeteuliwa katika hali yako. Pasa ujui mshahara wangu, pasa ujui ile kazi ninafanya, hata ujui zile shida niko nazo, hata vile nimekuja hapa Harvest, nimetoka kwetu ushago na kunakaa hivi na kunakaa hivi. Pasa hata watoto wangu wako na shida, pasa hata wazazi wangu wako na shida, hata nategemewa na ndugu zangu, hata nategemewa na dada zangu. Hayo yote unaongea ni mazuri. Ambia jirani yako ni mazuri, lakini mpatie nguvu, mwambie umeteuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe Bwana amenenea. Ukombozi uko mikononi mwako. Ukombozi uko na wewe katika hali yako. Ukombozi uko mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. In your times of that hopelessness, God said, I have commanded a widow. Go and look that widow. Lakini yule ambaye Mungu amecommand, you may ask a question. Mbona hakutafuta tajiri? Mbona hakutafuta mama kona uwezo? Mbona hakutafuta couples? And I know there were rich people in that land. Lakini ameteua a widow. Hapa kuna somo Mungu anafundisha Elijah. Anamwambia Elijah, kumbuka ile mambo yote nimekufanyia. I commanded ravens and they fed you. I commanded a brook and you are not thirsty. Mungu anamwambia Elijah, nilienda nikakisha moto wa mbinguni, na sasa maisha yako ni kujionea miujiza. You are a living miracle. I'm speaking to somebody seated under this anointing, but he or she is a living miracle. All that God wants from you is just to obey. The moment you obey in your situation, miracle will happen. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kuambia Mungu, because again God speaks. Na wacha nikwambie, yule mama hakujua kwamba ati Mungu amemcommand. Yule mama alikuwa kama wewe tu. Ameketi tu vile umeketi kusikia sauti ya Mungu. Ameketi tu disposa sasa utafute Mungu na ujue sauti yake. Hakujua, na Mungu hakumtayarisha na kumwambia kwamba kuna mtu nitakuletea na ukimtii nitakufanyia. Lakini Elijah alipofika aliambiwa jigeuze. Akajigeuza. Akaambiwa yule mama. And let me tell you, God speaks. Mungu ongeanga na ile njia. Do you know how we started trying Jesus? This is a miracle church. Mungu akaniambia nikuje Ngimo nihubiri, kwa maana amenituma maeneo haya. Na wakati ambapo ninakuja nikatii sauti yake, Mungu akacommand a pastor wa kanisa la Try Jesus, Kenya Assemblies of God at the River. Na Mungu atusaidie, nitakwenda kumsalimia.
nimekaa bila kumsalimia. But God commanded her. Nilipomwambia Mungu amenituma Ngimo, anataka nihubiri pale, akasimama na kusema tutahubiri na wewe for 3 days. Akacommand timu yake ya evangelism. Mama ndiye alikuwa mchungaji, ako na mume wake, lakini mama ndiye mchungaji. Na akacommand timu yake. Timu yake ikasimama pale Ngimo. Tukahubiri siku ya Thursday. Tukahubiri siku, in fact tulianza Friday. Tukahubiri siku ya Friday. Tukahubiri siku ya Saturday. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama ambaye amenijua kwa siku chache tu, lakini nimemwambia, tumemtembelea, Mungu amenicommand, naye amechukua mwito. Hanilipishi vyombo, hanilipishi transport. Wasichana wamevaa uniform nzuri, ndio wale wanakuja kupiga injili. But I've been telling you this story, ya kwamba tukiwa mahali pale, wakati waimbaji wa ile kanisa wanaimba, nami niko tayari kuhubiri injili na kuambia watu kumekujwa, Pastor Maina ako njiani, amekuwa mwenyeji wa hapa sasa. Mungu akaniambia tazama nyuma. Nilipotazama nyuma akaniambia yule mzee ako kwa plot yake. I have commanded him to give you a place to worship me. Jina lake anaitwa Mongati. Mongati ako pale na kijana wake wanaweka fence mpya. Lakini hajajua na Mungu kuna pasa atakuja. Lakini mimi Mungu ameniambia go to him. Mwambie unafungua kanisa na ungetaka hiyo ardhi. Nilipofika kwake nikamwambia naitwa Pastor Maina, na Mungu amenituma katika mji huu, na Mungu anataka nihubiri katika kiwanja chako, na niko nje ya fence. Let me tell you what happened. Alienda akaniambia wacha kuongea ukiwa nje. Si mnasemanga haleluya? Hata kusema Biblia alisema si mnasemanga mtakapokanyagisha miguu mmejitwalia. Nikasema hilo ni neno la Mungu umeongea, uingie basi ndani. Nilipoingia ndani basi nikajua Jehova amenena. Haleluya. Jehova amenena. Haleluya. Amen. Nataka kusema Mungu uongea. Elijah akaambia tazama nyuma. Na alipotazama nyuma akaona mama. Akamwambia mama niletee maji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I want to tell you what God wants from you. It is just obedience. Obedience is going to open your doors. Yule mama alipoambia na mtumishi wa Mungu vile atakavyofanya, akasema niko na kidogo. Our God is not a respecter of persons. Kuna mtu atafanyika milionea katika huduma hii. Atafanyika milionea kwa maana amekuwa mwaminifu katika mambo madogo. Wakati Mungu anakuambia utoe, unasikianga aje kwa roho yako? Unasikianga roho yako ikikuchoma? Kama unasikianga hivyo niko kama wewe. Nilipokuwa slum, sikuwa na pesa mingi tukiwa na mke wangu. Tulikuwa tunakaa maisha ambayo ni duni. Lakini nikiingia kanisani, nasikia mchungaji akisema tuko na project fulani, tunataka watu wajitolee. Ninaambia mke wangu hata kama hatuna hii kidogo niko nayo, Mungu kinibariki, hii ndio kazi napenda sana. Matangazo ya mchungaji yananifurahisha. Baba nibariki. Wakati niko slum, look at my situation. Lakini mchungaji akisema tuko na project hii, kwa maana ile kanisa ilikuwa ya dini na walikuwa wanatengenezea mchungaji nyumba akae pale. Wanasema tumekwama mahali fulani, tutafanya harambee. Nami ninasimama nasikia moto unawaka. Hata nikienda kwa slum kuuza, tunauza tu vitu, tunauza tu mitumba, mara kuna kazi ya kuweka matope. Ninaambia Mungu kwa hizi kazi zangu ndogo zote nitaweka kitu. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu anaye kwa siri akaona vile ninajitolea kwa kazi yake. Akaona vile ninatii sauti ya mtumishi wa Mungu. Moto ulikuwa unawaka ndani yangu. Jehova akabadilisha maisha yangu. Kuna mtu ameketi hapa, lakini Mungu anataka kubadilisha. Hiyo sauti ndogo ambayo Mungu anakunenea. Wakati mchungaji Samuel anasimama, anasema sisi ni self-sponsored. Tunataka uwe partner.
hauna kazi nzuri, mama alikuwa widow, kaunga ni kadogo, mafuta ni kidogo, lakini unaposimama na kusema hii inanichoma ndani, nitafanya vile nitaweza, hapo ndipo mabadiliko inafanyika. Yule mama aliambiwa, ya kwanza niletee. Hapa kuna watu watajitolea kwa mafungu yao, itabadilisha hali yao. Hapa kuna watu ambao watajitolea na ile kidogo wako nayo, watu ambao wako na upendo kwa sababu ya kazi ya Bwana. Tunawaona katika kitabu cha Exodus vile ambavyo walijitolea mpaka wakasimamishwa. They gave with all their heart. Alipotoa iliyokuwa ya kwanza kidogo, the Bible says, kutoka hapo, because yule mtumishi wa Mungu alimwambia, nipikie ya kwanza uniletee, alafu kisha utengeneze yako na ya mtoto wako. Lakini hapo chini Biblia inasema vizuri sana ya kwamba baada yake kutii, ikawa kwamba atatengeneza mkate wake, na kutoka hapo watakula yeye, mtoto wake, and the Bible says and the family. Kwa hivyo familia yake yote haikupitia kiangazi kwa sababu ya kutii kwa huyu mama ambaye ni mama mjane. The whole family ate chapo from the day wakati kulikuwa na kiangazi mpaka wakati mvua iliponyesha. Kwa hivyo the family benefited. What does that tell you? Ukisikia family sio kidogo. Pengine alikuwa na dada zake, alikuwa na ndugu zao, alikuwa pengine na mama yake hatujaambiwa, pengine alikuwa na uncles wako around, nao wako na watoto. Na the Bible says she was able to feed the family at large until wakati ambapo kiangazi kilisha. Today I'm led by the Spirit of God to tell you, you are the deliverer. Wewe ndiye Mungu ameteua kulete ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Na kile ambacho kinahitajika kwako ni kutii tu sauti ya Bwana. Angalia mwenzako, mwambie tii tu sauti ya Bwana. Haleluya. Katika udogo wako tii. Hii lazimishangwi mtu. Hii ni kitu kinatokaga ndani. Wacha nikwambie, hii sio pasta na sukuma. Mimi sikusukumwa nikiwa Islam. Hii ni moto, ni upendo unatoka ndani. Unasikia ndani yako, I will do something for the Lord. And the moment you obey that voice, milango mikubwa inafunguka. I have seen this in this ministry. Nimeona ikitendeka hivyo. Watu ambao wanafanya hata kazi zingine ambazo ukiona kabisa malipo yake ni duni, lakini unakuta ule mtu amejitolea kwa upendo. Kumbe Mungu alikuwa anangojea atii. Bwana Yesu asifiwe. Alipotii sauti yake, maisha yake ikatransform. I can point people seated in this ministry among those who are absent today. But I know those people who are that fire. And because of obeying, Bwana Yesu asifiwe, their life changed completely. I will not mention any. But the Bible says, the life of that lady, she became a deliverer without knowing. Number one, you need to know, she didn't knew kwamba yeye Mungu amemteua kulisha mtumishi wake. Hakujua. Wewe huwezi jua, pengine ni wewe Mungu ameteua hii hekalu imalizike. Ni wewe. Na pengine hujui. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe Mungu ameteua kuleta mabadiliko katika harvest hii. Na naamini kwamba the moment we do that, kuna kitu ambacho Bwana atafanya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. In the book of 1 Samuel 1, we will see another person who was chosen to become a deliverer. This time, it is not a deliverer of a home. It's a deliverer of a nation. A deliverer to the Israelites. Every one of you knows the story of Hannah. Unajua hadithi ya Hannah. I want you to see how God chooses. Nataka uone vile Mungu anachagua, ndipo usiseme
pengine Mungu ako na upendeleo. Nataka uone hali iliyotendekea yule mama wa kwanza. Nimekupatia picha yake. Alikuwa ameolewa, akapoteza mume. Hakuwa na watoto wengi, alikuwa na katoto kamoja. Mama alikuwa masikini, hawezi kata mti. Yule mama alikuwa anachukua tu vijiti na alikuwa amebakisha kaunga kadogo. I want you to see the situation. Alikuwa amebakisha tu mafuta tudogo, lakini huyo ndiye Mungu amecommand. Mungu amemuona kwa macho. I want to speak somebody seated here. Ingawa unapitia vile unapitia, macho ya Mungu yanakutazama. Mungu anakujua vile ulivyo. Na wewe ndio umeteuliwa. Ingawa wapitia kwa uzito, pengine umelia usiku mzima, lakini ni wewe ambaye Mungu ameteua. Mungu alikuwa amecommand a widow. We unknowingly, lakini ni ameteuliwa. God has commanded you, but you don't know. The only thing that is needed for you is to obey. 1 Samuel 1. Sitasoma juu ya masaa. I will just paraphrase. I want you to see a woman called Hannah. You know the story of Hannah and Peninnah. The Bible says Hannah was barren. Na alikaa bila mtoto. Utasa ulikuwa na mwandama. Lakini hapa kuna kitu nataka kucorrect. She was not barren. It was just a situation that was fighting her for her not to conceive. Ni hali tu. Alikuwa tu na hali. Mama mwingine mwenzake akipata watoto, huyu hapati. Kwa hivyo kulikuwa na kizingiti, kitu cha kuzuia. Lakini ingawa alikuwa anapitia mambo haya, the Bible says year after year wangelienda na mume wake Elikana katika mlima wa Bwana kutoa dhabihu. And I give you the story how it was done. Pengine nirudie kidogo kwa masaa kidogo tu kwa wale ambao hawajui. Hiyo siku ingelifika, walikuwa wanatoa dhabihu ya wanyama kulingana na wingi wa watoto wao. Kwa hivyo kila mtoto atolewe dhabihu. Na ilikuwa kwamba lazima wangeondoka wote waende. Kwa hivyo kama kulikuwa na custody, ilikuwa inasimamiwa na wafanyikazi. Kwa hivyo Elikana, mke wake, watoto wake, lazima wote wangetoka na wamebeba wanyama wa kutoa dhabihu. Kila mmoja atakasike na fanywe dhabihu na mnyama wake. That's number 1. Number 2, walipofika pale walikuta watu wengi. Kwa hivyo walikuwa wanapangwa, kila mtu na siku yake. Familia ya Joshua ni kesho, familia ya Olonde ni Thursday, familia ya Samuel ni Sunday, familia ya Garoya ni next week. Walikuwa wanapangwa kupangwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pengine familia Ochango ni wiki 2. Kwa hivyo walikuwa wanaenda wajue siku yao, na wakijua waendelee kuabudu Mungu kabla siku yao ifike. Lakini Biblia inasema kwamba ingawa walikuwa wanaenda, hapa palikuwa na mama akiona vile mzee wake amebeba mbuzi, pengine ng'ombe za watoto wake, na anaenda, lakini yeye ako peke yake. Yule mama alikuwa kila wakati analia. I want you to see a woman who is frustrated. And remember, this woman shall become a deliverer of the Israelites. Ndiye ambaye atakuwa mkombozi wa Israeli. Lakini hali yake ilikuwa ya uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitaki kwenda sana katika vile nimepanga mipango yangu hapa, kwa sababu quality zake zilikuwa gani? Number 1, kukosa watoto. Number 2, alikuwa na kitu ambacho kinaitwa self rejection. Alijichukia. Hata kijaribu kupendwa na mume wake,
hakusikia ni kama kwamba anastahili. Alikuwa na self rejection. Number 3, she was always on tears. Kila wakati alikuwa na machozi kwa sababu mke mwenza Penina alikuwa na mkejeli. Lakini kitu kizuri ni kwamba year after year she followed her husband to Shiloh to sacrifice. Na alikuwa anaprovokiwa na Penina year after year. Huyu mama alikuwa na bitterness of soul. Lakini ingawa anapitia mapito hayo yote, Mungu anamuona. Mungu amemteua. Mungu amemchagua. Mama ambaye machozi yamejaa. I'm speaking today to a woman who have passed a situation. Hali yako ni rejection. You were rejected. I'm speaking to a woman. Maybe you were once married where you came from. And I can feel the Spirit of God saying, God sent you for this message. Ukakuja hapa na unakaa maisha ambayo ni ya kufinyika na kuteseka. It is not your liking. Kuna watu wanakimbilianga mahali si kwa kupenda, lakini maisha imebidi. Anaacha watu wao, anaacha familia yao, anaacha wengine wote, sio kwa sababu ya kupenda, lakini ni hali imebidi. Yule mama alikuwa anakaa hali ambayo sio yake, alikuwa na bitterness. And the Bible says, wakati alifika mahali pale, ingawa mume wake alijaribu kumbembeleza na kumuuliza, wewe ni zaidi ya watoto hawa, mbona kila wakati unalia? Hakuna jambo lingenyamazisha moyo wake. Kabla siku yake ifike, neno la Mungu linasema kwamba angelijitenga na watu wake, anaenda kwa hekalo. Wakati ameingia kwa hekalo, anamlilia Bwana kwa sababu ya roho ya rejection. Yule ambaye alikuwa kuhani mkuu siku hiyo, Eli, anamtazama, badala aone mama ambaye ako na distress, anaona mama ambaye ni mlevi amekuja kukulete changaa zake mahali patakatifu. Kwa hivyo mama alikuwa na rejection, to be mistaken. Yani kuna mtu, and I have seen something like that. Nimekuona mama amepitia mapito, unaweza kufikiria ni mwenda wazimu. Tulipokea mama kama huyo tulipokuwa pale chini. Mke wangu alikuwa anasema, mimi nikitazama huyo mama nilifikiri kichwa imenoka. Yule mama alikuwa anakuja na zile viatu za plastic. Zinaitwa nini zile za plastic? Zinaitwa aje? Zile za plastic zinakaza masanda kizile. Alikuwa anakuja na masanda. Number 1 ni sadaka. Number 2 imesweat kando mpaka sweat imetokea kwa vidole. Number 3 ile sanda kimeraruka. Number 4 yule mama alikuwa amerarukiwa. Lakini ni mapito. Akikuja kanisani sana asubuhi, tukamwangalia tukiwa wageni kabisa, mpaka tukaulizana, mwana ni watoto mileko. Huku ni wapi umetuletea? Lakini Mungu alifanya jambo kuniletea watu aina hiyo the very first thing. Kwa maana hao ndio Mungu atabadilisha. Hao ndio Mungu atabariki. Mama alipokuja, Mungu akanifundisha kupenda bila kuangalia vile mama amevaa. I don't know how to underestimate somebody. Mimi hata mtu akuja akiwa rafu na macho mekundu, akikuja tu kwa kanisa la Bwana, I feel to embrace. Nasikia kumpokea. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja ule mama, ungemwangalia akikuja na katoto kake. Alikuwa na katoto kijana, alikuwa na watoto 2 watatu, lakini wale wengine walikuwa ni kama wakubwa. Huyu ndiye alikuwa anabeba na kuja kanisani. Akikuja anakaa chini vile umekaa, anasikiza injili na aongei. Akimaliza anatoka. Akivaa kitambaa, hata ameshindwa kufunga kitambaa, shida ni mbaya. Na hapo ndipo Mungu akaniambia hawa mama, because aliposikia injili ni nzuri, akaleta washirika wengine vile mnaleta nanga hapa. Akaleta wengine, akasema kuna kanisa imefunguliwa pale na ile church, imagine iko na baraka. Akakuja na mama wengine,
nikaona wengine nguo zao ziko na viraka. Hapo ndio Mungu akaniambia fanya vile ambavyo unaweza kufanya. Nikaenda kwa pastors fellowship, nikaambia pastors, pale Mungu amenituma, women are walking naked, nguo zao zimejaa viraka, wako so much poor, wako in poverty, please help me nipate nguo. Wachungaji nao wakaenda makanisani, wakasema kuna mchungaji ametumwa mahali kuna shida, wamama leteni mavazi especially na za watoto. Makanisa ikalete mavazi. That's why I like even today to give. Tunafanya ile jambo ya kulisha orphans ama kupeana mavazi pale chini, kwa sababu I saw how it was that time. Na ikawa kwamba nguo zitakuja. Wale wamama walipokuja, tukamaliza ibada, tukatoka sasa, tukatoa madhabahu kwa nyumba kadogo, tukamwaga, tukamwambia mama kila mtu ajipime. Ukichukua, ukiona kama ikutoshi, kimbia pale kwa choo, angalia ingine na ingine, chukua mingi. Ile ambayo itakuwa ni dogo achilia, mwingine atachukua. Wacha nikwambie, ungeliona wamama vile wamechukua hizo mavazi. Wamama wengine wazuri wakaita mpaka viatu. Viatu nazo ni kama roho alikuwa ndani yake. Mimi nilifikiri ni miujiza, kwa maana bora kila mama akapata kiatu. Nani aliwapima? Hello? Nani alipima wa mama viatu? Unajua kiatu kikosa kuingia mama ni kata. Hata hawezi tembea, lakini nakuta anavaa nguo anasema pasa niko smart. Hai, siku ya huko ana simu za kupia, hiyo zingekuweko. Bwana Yesu asifiwe. I saw it. Wamama wakavaa. Next Sunday walipokuja, they were beautiful ladies. Lakini walikuja church wakiwa horrible, confused, to a state of confusing them to be mad women. The Bible says that Eli confused Anna to be a drunkard, not because of anything, the miseries she was passing through. But remember this one thing, ndiye atakayekuwa mkombozi wa Israeli. Alikuwa amebeba kitu cha kukomboa, lakini mapito anapitia. Leo nazungumzia mtu anapitia mapito. Hiyo mapito sio kukumaliza, ni kitu kizuri kinazaliwa. Kuna kitu kizuri kiko ndani yako. Hiyo mapito imekuleta hapa harvest. Kuna kitu kizuri Mungu anakutengenezea. Kuna kitu kizuri Bwana amekuandalia. Wewe unaona tu vita. Wewe unaona tu kuchukiwa. Wewe unaona kufungiwa nyumba. Wewe unaona kukosa chakula. Watoto wako kukosa karo. Wewe unaona tu kupigiwa makelele. Wewe unaona kuchukiwa. Sisemi mambo hayo ni mazuri, ni mambo mabaya, lakini kwa sababu umeketi katika hekalu la Bwana, Mungu ameniambia nikwambie, he has commanded you, you are the deliverer. Wewe na mapito yote, wewe ndiye mkombozi. Wewe ndiye mkombozi. You are the deliverer. Ni mapito tu, but you are the deliverer. Wewe ndiye umechaguliwa. Somebody say after me, say I am chosen. I am chosen. Bwana Yesu asifiwe. Try Jesus, it doesn't matter the shake-ups, but you are chosen. It doesn't matter the loan that you are paying is struggling. Ni mapito, lakini wacha nikwambie, try Jesus, you are chosen. Na mtakuja kuona the chosen, try Jesus. Kwa sababu wakati wa Mungu ukifika, atafanya mambo ya ajabu. Sasa tunaweza kuwa tunapitia kisengenyo, tunaweza kupitia pengine kilio, tunaweza kuwa tunapitia kufinyika, tunaweza kupitia pengine mapito, lakini neema bado ya Mungu ni mingi. Magari bado tunaweka pale nje, kuvaa tunavaa vizuri, kikundi cha mama kinaendelea, kikundi cha wazee kinaendelea, lakini bado tunafika. Lakini kumbuka jambo moja, try Jesus, you are chosen. Somebody shout I'm chosen. Sema I'm chosen. Hallelujah. Somebody is chosen. Mapito yote Hana akapitia, kusemengwa, kuchekelewa, akaingia katika hekalu. And the Bible says alipoingia pale, Eli akamkemea, akamwambia ni mapema sana. Kwani wewe ni mama wa aina gani? Mong'ari asubuhi kutoa lock. Mama wa kutoa lock, utaendelea hivi mpaka lini? For how long will you continue with drunkenness? Kwa hivyo aliona ni kitu cha kuzoea. Yaani ile mapito alipitia, Hana likani style imeendelea miaka. Huzuni ni mbaya, inabadilisha mtu mpaka sura.
shida ni mbaya, inakuonyeshana kwamba umeteseka kwa muda mrefu, kuna hali waweza kupitia, iwe kwamba kila mtu alimuuliza for how long. Kwa hivyo angeliona mwanzo wake amekaa hivyo, alimuona year after year, lakini hali ni ile ile. Lakini badala ajue kwamba ni mapito, akamumistake, akasema ni ulevi. Lakini ikafika siku, ikawa kwamba wakati huo alipomuuliza swali, Ana akamwambia, naomba nipate kibali machoni pako, sio vile unavyofikiria. I'm only a woman who has bitter in soul. Ni mama ambaye anapitia uchungu katika moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ni mama ambaye anapitia uchungu katika soul. She got irritated and provoked. Lakini akasema ni katika hali hiyo, with a lot of bitterness in soul, akasema katika hali ya kuvunjwa moyo, na akasema ninapitia mapito haya, moyo wangu unaumia, na nimekuja kumlilia Mungu ili Mungu akaweze kusikia maombi yangu. I'm just here pouring out to God. Ninalilia Mungu na mapito yangu, ni mapito yangu naachilia kwa Bwana. Alipozungumza yale maneno, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali ningetaka tusome hapa, mahali ninataka kufunga napo siku ya leo. Akaenda akasema ya kwamba I just want to speak my heart out. Ukifungua 1 Samuel 1 Samuel 1 verse 17. Hebu tuende verse 17. Verse 17 nasema namna gani? Akasema Eli answered. Hebu rudi nyuma kidogo tuende vile mama alisema. Akamwambia, not so my lord. Hannah replied, I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine nor beer. I was pouring out my soul to the Lord. Alafu hapa kuna kitu ambacho nataka ushike. You can underline this. Akaendelea kusema, do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out. I've been praying here out of my great anguish and grief. Anaongea roho yake yote. Lakini nataka utazame hapa. This is the most important thing. Hii ni ya pili ambayo nataka kuzungumzia. Nimesema namba ya kwanza, you need just to obey. Number 2, Eli answered, go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him. Wacha nifikishe hapo. Yani Eli akatamka neno. Kuna watu ambao wanapitia mapito, lakini mapito yako yote Mungu amekuleta hapa siku ya leo. And all that you need is just a voice from a man of God. Unahitaji neno moja tu kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Neno moja tu. Neno moja tu libadilishe maisha. Eli alitamka neno. Wakati mwingine wote hakuna mahali amekaribia Eli, lakini mahali hapa amekaribia Eli. I want to tell somebody, you just need a word to transform your life. No wonder I like to speak many words to you. You are a millionaire. You are blessed. You are lifted. You are highly favored. Somebody just need a word. Neno tu. Wekewa mkono tu na kutamkiwa neno. Huyu hata hakuwekewa mkono. Aliambiwa, may God grant you your desire. Kile ambacho umesema, may the Lord God of Israel grant you the desires of your heart. Kile ambacho umekuwa ukiomba Mungu afanye na akutendee. She just needed a word. Hebu baada kwa ile verse nyingine, uone vile baada ya hapo kwa maneno yale. Eli answered, go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him. Go to the next verse. She said, may your servant find favor. Angalia mama kunyenyekea in your eyes, kwa sababu mbeleni hakuwa na kibali. Then she went away. Wakati huu amebadilika, ameenda kwa imani. She went away
and ate something, and her face was no longer downcast. Kwa hivyo kama alikuwa anabeba sura ya grief, baada ya kutamkiwa neno, yeye akatoka akaomba kibali. Yule mama ambaye alikuwa na kilio akajipanguza machozi, neno limetamkwa. Yule mama ambaye alikuwa hakuli akaenda akala. The Bible says akala na kanywa, na kutoka hapo akasema sitakuwa na huzuni tena. Mama akatoka pale na imani. There is a word that's going to be spoken to you. All that you need is faith. I'm saying all that you need is faith. Amen. I am saying all that you need is faith. Amen. All that you need is faith. It will come from this altar. But all that you need is faith. Juzi nilipigiwa simu na mmoja wa washirika wetu. Akaniambia, pastor, nimekosa Jumapili kadhaa, na usinichukue kama rebel, mimi ninalilia Mungu sana nipatikane Sunday. Off yangu imewekwa weekday. Ingawa tulisikizana hiyo siku amekiwa off pia kujange jioni. Akaniambia, pastor, you remember I was passing a situation, and when you preach, ukiombea watu, ukiniombea, I was just in tears. Nikamwambia, I can remember like yesterday. Akaniambia, but one day you spoke a word. Na ukasema, God have heard your prayer, and God is opening your door for you. Kwa hiyo nashiriki jambo na mke wangu because it made me happy. Akasema, you prayed and you spoke a word. And let me tell you, uliponena hilo jambo, I felt it in me. Na nikajua, pastor, Mungu amesikia maombi. You spoke in a word of knowledge, ukasema Mungu amefungua mlango. You will not cry. Now your doors are open. I was standing there and you spoke those words. Ulipoongea maneno yale, nikafanya interview, nikachukuliwa na kampuni fulani. Today as I speak, I'm working in that company. Sasa ninaomba tu kibali cha Bwana, Sunday nifunguke. Huyo unaweza sema nini lifanyika? All that she needed was just a word. Ambia mwenzako a word. Somebody speak to me, sema a word. Bwana Yesu asifiwe. All she needed is just a word. Kuna watu ambao nimenenea hapa a word, and their life transformed completely. Maisha yao ilibadilika. I usually give a testimony of that lady. I wish you'll come. Nasikia mama mlienda kutembelea mama mwingine, lakini sio nilikuwa nafikiria. Asika mbona mama amekuja leo, amekuja leo. Cheni ni mlimfungua. Mlimfungua. Haya, atakuja. Yule mama alisema only a word that will change my life. Anaambiwa operation is a must. Na kaambiwa your high blood pressure is very high. One of you has to go. Either you ama mtoto lazima mmoja ataenda. Na ikawa kwamba ni jambo la kumwogofia. But she believed in the word. When we prayed, she went back. That's her testimony with joy. And now she was calling me with a baby. I can't remember, niwaambia baby boy ama girl. I can't remember. I think it's a baby girl. I don't know. There are people just need a word. My life changed when a word was spoken. I was seated among many other people katika conference ilikuwa mahali. Nimemlilia Mungu, nimejaribu na uwezo wangu, lakini nimeshindwa. Nakuta kwamba tunapigana vita vya umaskini sana. Lakini nakumbukanga vizuri kama jana, the man of God akaenda akaniita nikiwa nyuma, akasema you brown man. Aliniita brown man, tall. Na mimi sana najua roho Mungu ananiambia ni wewe unaitwa, because Mungu ananizungumzianga na sijua ni mimi ama sio mimi. Akaniambia ni wewe, lakini nikajifanya nikaangalia nyuma. Akaniambia cha kuangalia nyuma ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nikajipoint mimi, akasema yes. Nikatokea. Ameniita katikati ya kikundi cha watu. The rest is history. Akanena maneno. Aliponena neno, sema neno. Sema neno. Sema neno. Aliponena neno tu peke yake, one word, nikalipokea na moyo wangu wote na nikasema amen. And true to the word of God, hapo ndipo maisha yangu ilibadilika. I want to tell you, there are people seated. All that they need is a word. And for you to receive that miracle,
You need to believe. You need to believe. Unahitaji tu kutii, na ukitii uamini. Yeye alinena. Wakati ambapo inenwa, the Bible says that his face was no longer downcast. Verse 19 of the same chapter. Inasema verse 19? Inasema, early the next morning they arose and worshiped before the Lord. They arose and worshiped before the Lord and then went back to their home. Kwa hivyo siku yao imefika sasa. Kwa hivyo wakaamka mapema, wamefikiwa, wakaenda kuabudu. Hiyo ni sacrifice imetolewa, and then they went back at home at Ramah. And the Bible says Elkanah lay with Hannah his wife, and the Lord remembered her. So for the remembrance was because a word was spoken. That is the power of the spoken word. The moment that word is spoken in your life, Mungu na yeye anakumbuka because he follows his word. And then God follows his word. Hallelujah. Mungu anafuata neno lake. He follows his word. Kwa hivyo wakati neno limetamkwa, Mungu akaangalia katika kumbukumbu yake ya maneno yaliyotamkwa. Ikajua kwamba fulani atakuwa milionea, amekumbukwa. Fulani anahitaji apate kazi, amekumbukwa, ilitamkwa. Fulani anahitaji kuwekwa huru, ametamkwa. Fulani anahitaji kulipa deni, imetamkwa. Yaani Mungu anaangalia kumbukumbu yake, ni kitu gani kimetamkwa. Anaangalia 1 2 3, hii imetamkwa na hii imetamkwa. Wakati alipoangalia akajua ya Hana imetamkwa, and the Bible says and God remembered her. Si Mungu akukumbuke? Amen. Nasema Mungu akukumbuke. Nasema Mungu akukumbuke. Hallelujah. The next verse inasemaje? When the man Elkanah went up with his family to offer annual sacrifice to the Lord and fulfill his vows, where are we right now? So, in the course of time, Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I have asked Lord for him. Kwa hivyo Samuel, ukisikia jina lako mchungaji, ujue kwamba mamako anasema I asked. Alikuuliza. That's the meaning of Samuel. I asked this guy from the Lord. Na wanda Mungu amekupaka mafuta kwenu. Kwa maana your name is unique. God asked you from your mother asked you from the Lord. Kwa hivyo Samuel inamaanisha nimeuliza kutoka kwa Bwana. Kuna majina na maana yake. Kwa hivyo every Samuel in the house, wewe uliulizwa na Mungu. Mama aliuliza kwa Mungu, nipe. So alimwita jina Samuel. I asked him from the Lord. And the woman conceived. Just a word that was spoken. Nataka kumaliza neno la pili ambalo Samuel alifanya, the power of a spoken word. Ukienda katika number 1 aliponenewa, vile nimeandika tu hapa, nisome tu kwa haraka. Number 1, she ate, and number 2, she was no longer downcast. That is facial expression. And verse 19, the next morning they worshipped the Lord, and then they went back. A miracle happened, and she got a son. And the Bible says, verse 20, 1 Samuel 2:20. I'm speaking about the voice of God. The Bible says, each year his mother made him a little robe and took it to him when she went up with her husband to offer annual sacrifice. Kila mwaka lazima angeenda. Hapo sasa ndipo niko. Eli would bless Elkanah, another spoken word, and his wife saying, may the Lord give you children by this woman. Angalia maneno ya mtumishi. So to take the place of the one she prayed for and gave to the Lord. Then they would go home. The next verse.
And the Lord was gracious to Anna. Angalia neno. She conceived and gave birth to 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, the boy Samuel grew up in the presence of the Lord. Somebody shout a big amen. Amen. Sema amen, shetani ibike. Amen. When that word was given, the Bible says Eli angenena maneno haya. May God bless this woman with many children. Waweze kureplace huyu mmoja ambaye alimtoa kwa sababu ya Bwana. Na mwaka baada ya mwaka walienda hekalu. And the Bible says God granted Hannah ile maombi ambayo amefanyiwa na Eli, Mungu akasikia. And the Bible says akambariki na binti 2 na watoto wa kiume 3. Kwa hivyo in total, the one who was crying, the one who was bitter, was a mother of 6. Now the parting shot I finish. Who was Samuel? Yule ambaye alifanya huyu mama aliye hivi. She was again to become the mighty prophet, the mighty leader of the Israelites, a man who ruled Israel all his life. Kwa hivyo yule mama ambaye alikuwa analia machozi, kumbe mtoto wake ndiye atakuwa mfalme. Alikuwa amebeba mimba ya mfalme. No wonder shetani anafunga destiny yake, kwa maana anajua kile ambacho kitatoka ni kitu ambacho ni kikubwa. Ukiona unapiganishwa vita kubwa sana, umebeba kitu kikubwa. Haukushika hii, shikanisha hii. Wakati unapigwa sana na kile unataka upati, ni kwa sababu kuna kitu kikubwa umebeba. Shetani anaweka roadblock, anajaribu kuzuia, kwa sababu sio kitu ya kawaida. Penina wanawake ni wa kawaida, lakini ule anatoka kwa Ana anakuwa mfalme, ndiye ataongoza wana Israeli. Naye onaye katika hali ya kustagnate, alipoona hiyo akafanya huyu asizae. And the same thing happened to Rachel. Rachel amebeba mtu wa kuokoa dunia mzima. I want you to see somebody to heal the world now. His name is Joseph. Kutakuwa na kiangazi, and all nations shall go to Israel, to Egypt, to find for help. Lakini anayebeba the vision that will save anaitwa Rachel. Na si Rachel wa Samuel. Majina ni mazuri. Rachel na Samuel mbarikiwe. Hallelujah. By the way, alihubiri kuhusu Rachel kama when you are away on Wednesday. Bila sema mbarikiwe. Rachel atakaa pale amebeba kitu kikubwa, lakini ule ambaye anazidi kuziba. Anaziba Yusufu ambaye ndiye atakuwa mwokozi katika nchi ya ugeni, kuokoa dunia yote. Leo nazungumzia mtu anapita mapito. You are carrying a destiny. Who am I prophesying to? Nasikia fulani kiongea mambo haya, si kama ni yangu. Baba yangu, siku yangu. Hallelujah. Mapito yako Pastor Maina umebeba. Uko na kitu kitaokoa Kenya. No wonder mapiwa inakuwa mengi, lakini usife moyo. You know the way. Kuomba na kupiga magoti. Umebeba destiny kubwa. You are going to become a healer. You are going to become a deliverer. Rachel, hata kama unapendwa sana na Yakobo, Laeli atazaa, lakini wewe utalia, utakaa hivyo. Lakini kumbuka jambo moja, kilo umebeba si cha kawaida. Yusufu si wa kawaida. I'm talking to somebody who have got a late miracle. Something good is coming. Amen. I repeat again, a late miracle. I'm speaking to somebody who have been waiting eagerly. Anauliza Mungu maswali. What is not happening? It seems I'm late. Why is it taking time? I want to tell you, it's because something good is coming. Ambia mwenzako something good is coming. Mkono wako kule sema thank you Jesus. Mwambie now I know. Sio kama uko na imani, sema now I know. It is not in vain.
Something good is coming. Kitu kizuri kinakuja. Ndiposa dili imekuwa kubwa, ndiposa vita imekuwa mingi. It is because something good is coming. Something good is coming. I can feel it, Mzee Garuya. Something good is coming. I can perceive it. Something good is coming. I can perceive it. Something good is. Bwana Yesu asifiwe. Something good is coming. Nilipokuwa napatia ujumbe Friday nikiomba, nikalilia Bwana, nikaomba jioni hapa, tukiwa nale tuliomba na wao, nikaenda kuongeza nyumbani. Usiku huo nikaona ndoto na nikaambia Mungu, what is the meaning of this? Kulipoamka nikaona mtu amekuja na vitu mingi ameniletea. Zingine zinakaa mavazi, sijui zingine zinakaa sijui ni utensils, I don't know. Akaniletea na kagunia, akaniwekea hapo. Nilipokuwa natoa na furahia kile kitu ambacho naona, kuangalia ndani yake nikaona gold. Gold. Unajua gold nilionanga kwa YouTube nakaa kitu kanakaa kama ka block, ka rectangular shape. Kamewekwa alafu hapo na manamba. Nikakachukua kalikuwa kazito, nikasema surely ameweka gold katikati ya hii. Alafu nikachukua ile gold nikasema I know where to take it. Nikaonyeshwa mama ambaye anafanyanga kupima gold na kununua. Akaekelea hiyo gold kwa ratili. It was a dream. Kwenda kwa ratili ikajiandika 4 million. Ilipojiandika 4 million nikasema haya 4 million. Nikakuta nikiambia mke wangu, imagine hiyo gold imeleta 4 million. Alafu akaniuliza, you know the way we pay it, either by account ama check. Nikampatia account aweke. Alafu nikaamka niko kwa nyumba na sina 4 million. Na nimelala. Yaani naamka 4 na sina 4 million. Na nimelala nimeota. Haya. Nilimwambia mama Koi. Mama Koi akaniambia wimbo. Sinipe wimbo tena. Nitasimama kwenye neno, nione vile atakavyoni. Iko hivyo mama Koi. Pia mama Koi wimbo. Niko na prophet. Sipige mke wangu makofi mazuri. Ali prophesy. Aliniambia kaa katika mnara, uone vile Bwana atakavyotenda. That vision may tell you. Okay, nina nasemanga even if it tarries, it shall. Okay, sisi ndio kila kitu. Sisi simalizi vizuri. Ikaba inatoa boli yako. Even if it tarries, it will come to pass. Ukange na microphone yako sababu kutoka leo. Even if it tarries, it shall come. Kile kimekukawisha, kitu kikubwa kinakuja. I'm prophesying to somebody, kitu kikubwa kinakuja. Mimi sitakufa moyo. Ninakaa kwa mnara nijionee. Kitu kikubwa kinakuja. Nasema kitu kikubwa kinakuja. Na nitafurahia nikijionea. Nitaona watakatifu wakibarikiwa. Something big is coming. Tusimame.